Hakuna mtu mkimya ambaye hajawahi kuambiwa maneno haya. Karibu kila mtu mkimya amewahi kuambiwa angalau mara moja maishani mwake. Na cha kushangaza ni kwamba maneno haya huambiwi ili watu wapate kukuelewa. Hapana, wanakuambia ili uanze kubadilika taratibu. Maneno haya ni maswali ambayo mtu mkimya huulizwa, na swali la kwanza ni hili hapa. Wanakuuliza, kwa nini uko kimya? Hakuna mtu mkimya ambaye hajawahi kuulizwa swali hili. Kila mmoja ameulizwa, pengine kazini, shuleni au hata vikaoni. Na mara nyingi wanapokuuliza swali hili, kwa nini uko kimya, sio kwamba wanatafuta jibu la kimya wako. Hapana, huwa hawatafuti jibu. Wanataka uwe kama wao, uanze kuongea kama wao na sio kuwa kimya. Ukimya wako unafanya kuone wewe ni kama tishio, kwa sababu hawawezi kukusoma wala hawajui unawaza nini, na hilo linawafanya wasijisikie vizuri, huwa linawakereketa sana. Kwa hiyo swali lao, kwa nini uko kimya, kimsingi linamaanisha kwa nini hauko kama sisi, zungumza basi kama sisi. Huwa wanakueleza hivi kwa sababu wanataka kuona kama utaanza kuongea ili wafurahishe, utaanza kucheka hata kama huoni kitu cha kuchekesha, au utaanza kuongea ili usiwe tofauti. Na mtu mkimya mara nyingi huchagua kuongea pale tu anapoona maongezi yana maana. Kama hayana maana, hukaa kimya. Sio kwamba ili mradi tu na yeye aanze kusema. Mtu mkimya mara nyingi huchagua kuongea pale tu anapoona maongezi yana maana. Lakini jamii yetu imejengwa na watu wenye maneno mengi, watu wenye kelele nyingi na stori nyingi zisizo na maana. Kwa hiyo mtu anayechagua kunyamaza huonekana kama tishio. Na ukweli ni kwamba wewe mtu mkimya sio kosa lako kwa tofauti, ni tatizo lao kutaka kila mtu afanane nao. Maneno mengine ni haya hapa, usiwe na aibu. Hakuna mtu mkimya ambaye hajawahi kuambiwa maneno haya. Kila mtu mkimya amewahi kuambiwa kuwa usiwe na aibu, na maneno haya huwaumiza sana watu wa kimya. Yanawaumiza kwa sababu sio kila ukimya ni aibu. Sio kila mtu ambaye ni mkimya anaogopa, au sio kila mtu ambaye ananyamaza anajiona mdogo kuliko wengine. Wengine wananyamaza kwa sababu wameona mengi, wamejeruhiwa tangu zamani, au wamejifunza kuwa si kila mtu anaaminika. Lakini wao baada ya kukuuliza unajisikiaje, basi wanaanza kusema acha kuwa na aibu. Na kimsingi sio kwamba wanamaanisha kwamba usiwe na aibu, hapana. Huwa wanamaanisha kwamba acha kuwa hivyo ulivyo, kuwa kama sisi. Lakini kama wewe ni mtu mkimya, usombe radhi kwa jinsi ulivyo, kwa sababu kosa sio lako, kosa ni lao ambao wanataka ufanane nao. Kwa hiyo ukimya wako unaweza kuwa nguvu yako kubwa sana, na sio kila mtu atakuelewa, na hilo sio lazima. Kama umewahi kuambiwa maneno haya, basi niandikie hapo chini kwenye comment, niandikie kuwa nimewahi. Pia usisahau kusubscribe ili upate video ambazo zinaokoa maisha ambao watu wengi hawawezi kusema hadharani.